covenants of sexual perversion. And under this topic, because of time, I'm going to share a little bit on spiritual hacking. Spiritual hacking. You know, Jesus, the Bible says he spoke nothing unless in parables. And Jesus was speaking parables that concerned the people and what they understood. Walielewa juu ya mpanzi, walielewa juu ya mvuvi wa samaki. So hata Yesu akija katika kizazi chetu, atachukua mambo yale ambayo tunayaelewa na kutufundisha mambo ya kiroho. This generation inaelewa mambo ya hacking. Bwana asifiwe sana. But before I get there, ningependa tuangalie what is perversion, because we are looking at breaking covenants of sexual perversion. What is perversion? And then we are going to relate it with our prayers today. And I know that God is going to bless us. Perversion is distortion or corruption of the original cause, meaning, or state of something. Perversion is when you distort or distortion or corruption of the original cause, meaning, or state of something. That is what we call perversion. And on this context of sexual perversion, it is sexual behavior that is considered abnormal and unacceptable. Praise the name of the living God. In this context, it is sexual behavior that is considered abnormal and unacceptable. All of us, we know that sex is a natural desire that is ordained by God to be exercised within the set parameters for reproduction and for our enjoyment. Praise the name of the living God. So sex is not a bad thing. Sexual desire is not a bad thing. When you have a sexual desire, it does not mean that you are evil. It just means that your body is operating. But also it's very, very important to know that whatever God has given you, he has also given you the capacity to control the same. Mungu hawezi kupatia kitu ambacho hauna nguvu juu yake. So wakati Mungu aliweka hizo hisia, Mungu aliweka pia uwezo wa kucontrol. When you don't have control, it means there is another spirit that is taking over and it is trying to control you to exercise that gift outside the set parameters. God ordained sex to be exercised in marriage. Praise the name of the living God. But we see nowadays there is a lot of sexual perversion. And maybe you may be wondering, why sexual perversion? And that is why I bring my message today on spiritual hacking. Praise the name of the living God. Hallelujah. Because you see, sex, let me give you 4 or 5 things about sex. Number 1, sex is a covenant between 2 people. Every time you enter into a sexual relationship, you are entering into a covenant. Hakuna, unajua mfano mzuri, hakuna watu wawili mnaweza badilishana damu yenu. Hata kama umekata hapa kidogo na mimi nikate ninyonye yako na wewe unyonye yangu, lazima muujue ya kwamba kuna upeo mumeingia wa maagano. Kwa hivyo ni kumaanisha every time you get into sex, you are entering into a covenant. Hiyo hali ya kutoa mwili wako na kujiachilia kwa mwingine ni agano ambalo mnalo lifanya. Let me read 1 Corinthians chapter 6 and verse 16. The Bible says, "Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh." The two will become one flesh. Praise the name of the living God. So the Bible says that when you sleep with a prostitute or a woman or a man,
The Bible says you are uniting yourself in the body. And the Bible says you become one. So number 2, in sex, there is giving and there is receiving, because you are becoming one. There is giving in sex and there is receiving. We give and we receive. Praise the name of the living God. Hallelujah. That is how destinies are stolen and destroyed by the enemy. That is how some people, because of this stealing or giving and taking and entering into this covenant, some people's lives are suffering from stagnation. The land is also defiled. So sex is a spiritual transaction. Sex is a spiritual transaction. So sex involves our bodies, but also involves our spirits. Sex involves our bodies, but it also involves our spirit. That is why you become one. That is why you are united. Praise the name of the living God. Hallelujah. So you don't just involve your body, you also involve your spirit, and that is where there is giving and there is receiving. Praise the name of the living God. So sexual covenant can delay you or take away precious graces that can delay your destiny. Yeah, you enter into covenant that can delay or take away from graces that are supposed to help you and to usher you into your divine destiny. So when I talk about spiritual hacking, number 1, it's good to understand in the natural, what is hacking? Hacking is an act of identifying and then exploiting weaknesses, maybe in a computer system or a network, usually to gain unauthorized access to a personal or organizational data. It's associated with cybercrime. So how do I relate this issue that we know that involves computers, involve systems? How do we relate it with the spiritual things? Because most of the things we see in the natural, they also have a spiritual representation. So sex, when it is practiced out of marriage, it creates what we call, and what has been mentioned here, as a legal ground for hacking your destiny. Praise, it is unsecured network. When you get into that area of sex, and the person you are sleeping with them is not your wife, is not your husband, you are in a territory now where there is unsecured network. It is a spiritual network. I have said sex does not only involve our bodies, it also involves our spirits. It is a covenant. There is giving, there is exchange, there is giving and receiving. And in that scenario is where the enemy now comes, and he uses that unsecured network. If sex is practiced in marriage, it is secured. Praise the name of the living God. By the marriage covenant. The Bible tells us in the book of Genesis chapter 49 and verse 3, Reuben, you are my firstborn, my might, the first sign of my strength. You can look at all the good things that Reuben is being told. This is what he was supposed to become. As a firstborn, he was a sign of his might, the first sign of his strength, excelling in honor and excelling in power. But the Bible says, turbulent as the waters, you will no longer excel, for you went up onto your father's bed, onto my couch, and defiled it. Praise the name of the living God. Reuben got into his father's bed and sleeping with his father's concubine. And the Bible says now, your destiny has been stolen. There is a hacking that has taken place in your spiritual life. That is why there is a lot of sexual perversion in our generation and in our time, especially in this season
when we are looking forward for a rich outpouring of the Holy Spirit, and God helping his people to manifest and to come to their full potential, the enemy has released forces of sexual perversion so that he can be able to hack the destinies of God's people and cause them to become nothing. Praise the name of the living God. That is why men like Joseph, who understood these kind of spiritual truths, he ran away. Praise the name of the living God. When he was confronted by this kind of a situation, he ran away from Potiphar's wife. Alijua ya kwamba nikiingia kulala na huyu mwanamke, hatima yangu nilionyeshwa katika ndoto, kiwango ambacho Mungu alisema ataniinua, I'll be within an unsecured network. Naye shetani anajua ya kwamba akikupiga na sexual desire, akuingize katika perversion, anajua ya kwamba wakati uko katika hiyo territory, praise the name of the living God, it is an unsecured network, na ataingia na atapora hatima yako, atapata kukunajisi. Because sexual practices that are outside marriage, they defile the land. That is why zinafananishwa wakati Mungu anaongea juu ya Israel practicing harlotry ama kuingia katika ukahaba, pia alikuwa na relate na Israel kuabudu miungu mingine. You see, when you enter into worshiping other gods, it's something very spiritual. But you see, Mungu anailinganisha pia na hali ya ukahaba, kwa sababu hata hali ya sex iko na spiritually ambayo adui anaweza kuingia na kuleta uchafu na kuiba hatima na kuharibu hatima za watu. Praise the name of the living God. The Bible says in the book of Genesis chapter 1 and verse 27, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Bwana asifiwe sana. Sijui ni wangapi wanajua siku ya leo hatuna tu male na female. Sijui ni wangapi wanajua tuko na gender ngapi siku ya leo. We have so many genders. There are many different genders, gender identities today, including now the male and female. Kuna watu wanaitwa transgender, kuna watu wanaitwa gender neutral, kuna watu wanaitwa non-binary, kuna watu wanaitwa pagender, kuna watu wanaitwa gender queer, kuna watu wanaitwa two spirit, kuna watu wanaitwa third gender. Praise the name of the living God. Kuna watu wanaitwa and all, na kuna watu wanaitwa none. Praise the name of the living God. When God created man, he created them male and female. Lakini siku ya leo, because of sexual perversion, there are so many genders ambazo zimeinuka. Na inataka nikuambia kwamba hizi zote shetani anazitumia kuiba na kuharibu hatima za watu wa Mungu. The Bible says in Leviticus chapter 18 and verse 22, the Bible says, do not lie with a man as one lies with a woman, because that is detestable. Then when you jump chapter 20 verse 13, the same Leviticus 20 and verse 13, the Bible says, if a man lies with a man as one lies with a woman, both of them have done what is detestable. They must be put to death. Their blood will be on their own heads. Huyu Mungu sio kwamba amebadilika. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna mambo Mungu anachukia anapoyaona. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna mahali tulienda in one of the states kule Marekani, na it was in an airport, and then nikaona tulikuwa watu kama waine, my wife wakaenda kwa washrooms, and then when they came back nikaona their faces wamestuka, and us now tulikuwa pia tunaenda kutafuta mahali washroom ziko. Sasa hawakutuambia ni nini, lakini tulipoenda kuingia tukaona washrooms zimeandikwa all gender, yani kumaanisha wanaume na wameshindwa kuseparate. Unajua zamani tulikuwa tuna separate male and female, lakini angalia gender sasa ni karibu 10. So saa hizi kuna places in the world ukienda usitafute ladies na gents, zinaitwa all gender. Nyinyi wote muingie huko. Hapo ndio tumefika sasa, lakini tunaomba ya kwamba Kenya haitafika hapo
kwa sababu tuko na Mungu juu mbinguni ambaye tunamulilia. Hivyo ndivyo hatima ya taifa inaweza kuibiwa. Hivyo ndivyo hatima ya kanisa inaweza kuibiwa. When there is all this kind of sexual perversion, Shetani anajua kwamba he is now able to hack the network of your destiny. Na ukiona Shetani anakusukuma kwa mambo ya sexual perversion, ujue ya kwamba anatafuta network yako na amekukosa. Na anajua ukiingia pale atapata network yako. Praise the name of the living God. Na kuna mambo atakuibia. Kuna demonic exchange itaendelea. Kuna defilement ambayo itafanyika. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hivyo ndivyo adui angetaka aabota makusudi ya Bwana katika kizazi chetu. Lakini Daniel akatuambia in the book of Daniel chapter 12 and verse 10, akasema many will be purified. They will be made spotless and refined. But the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand. But those who are wise will do what? They will understand. The Bible says many will be purified. May you be among those who are going to be purified. May you be among those who are going to be made spotless. May you be among those who are going to be refined in the mighty name of Jesus. But the wicked will continue to invent different ways of wickedness. And there will be a flood of wickedness. Praise the name of the living God. Although the Bible says also in Matthew 24 that because of the increase of wickedness, the love of many will wax cold. Kuna watu wataangalia uovu mpaka waseme kweli mimi ni nani? Mimi hata ni afadhali. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa sababu sijaingia kwa those extremes. Lakini utakuwa unajikomforta wakati unacompromise. We declare we are going to be purified. We are going to be made spotless. The church in Kenya is going to be refined. And we come before the Lord today. And we tell God, purify us today. Purify us from all forms of sexual perversions and covenant. In the mighty name of Jesus. Hata wale wameingia katika those covenants. Today we repent. And we come before the Lord even with a higher covenant. Because a covenant can be broken with a higher covenant. We come before the Lord with a higher covenant. The covenant of the blood of Jesus is what we invoke today in the mighty name of Jesus. And we want to declare and declare, if there is a covenant that is pursuing us of sexual perversion, may that covenant be broken in our bloodline, in the mighty name of Jesus, in our nation, in the mighty name of Jesus, where sex has been exercised, outside the parameters that God has set, we come to repent in the name of Jesus. Mahali wasichana wachanga walipatianwa kwa ndoa. Tunajua haya ni mambo yameendelea. Wasichana wanachukuliwa ni kama tu hata kondoo, ni kama tu hata mali. Wanawake wanakuwa in some of our culture. Not everything is bad in our culture, but there are some things that are not right according to the word of God. Praise the name of the living God. And those are the things that the enemy uses to hack the destiny even of our tribes. Makabila yetu lazima tuangalie ni nini hiyo shetani anatumia katika makabila yetu, atafute network ya hatima ya kabila zetu, ya hatima ya taifa letu, ili aweze kupora na kuiba na kuzuilia na kuwa na legalities za kusema ya kwamba North Rift haitaingia kwa hatima yake, Kenya hautaingia kwa hatima yake. Siku ya leo tunamwambia Bwana tusamehe. Praise the name of the living God. Tusamehe Bwana. Praise the name of the living God. We know sex, when you are involved in sex, lazima kuwe na environment ambao unaweza kuipractice. But you see nowadays, sex has been made so easy. Especially some of these perversions, pornography. Vitu ambavyo watu wanatazama hata wakiwa ndani ya blanketi. Masturbation. Vitu ambavyo watu wanafanya hata akiwa peke yake. Mambo kama hayo yanafanya spiritual hacking, ambapo destiny yako
unajua ya kwamba kuna kitu ambacho utapokea na kuna vitu ambavyo vitachukuliwa. Na wakati mwingi adui akiona uko na hatima kubwa, kama vile aliangalia hatima ya Ruben, kama vile aliangalia hatima ya Joseph, anajaribu kukuingiza into sexual perversion ili aweze kuchukua kile Mungu ameweka ndani yako. Anajaribu kuhaka, afungue files za destiny yako. Praise the name of the living God. Achukue information katika maisha yako, kwa sababu umempatia environment ambayo anaweza kufanya hivyo. You know, one of the reasons that God is all powerful, it's because of his absolute holiness. That is what makes God powerful. He is his absolute holiness, his consecratedness makes him all powerful. And the only way we can be powerful is when we are consecrated. Praise the name of the living God. When you become absolutely holy, dedicated to God. Praise the name of the living God. The Bible says in the book of Hebrews chapter 1 and verse 8 that when you hate wickedness and you love righteousness, there is an anointing that comes upon you. But about the sons he says, your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom. And then verse 9, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. The more you consecrate yourself to God, there is an anointing. There are graces that comes upon you za kufanya maisha yako ukaweze kuinuka. Na ndiposa adui anatafuta kila wakati akuchafue, aweke tamaa uanze kufurahia mambo ya uovu na kuona ni kama uovu unapendeza kuliko utakatifu. Na wakati unafanya hivyo, unaingia katika liam ambayo unafanywa powerless. Because the scepter of the kingdom is a scepter of righteousness. Praise the name of the living God. Unapoteza mamlaka yako. Wapendwa, kama tungejitakasa, kuna mambo tungefanya kwa wepesi. Lakini nataka nikwambie, kuna gharika ya uchafu, kuna gharika ya uovu. Na hii imetabiriwa katika Biblia ya kwamba there will be increase of wickedness in the end time. So ukiona maovu yanaongezeka, it is a spirit of antichrist. Lakini there is hope, kwa sababu katikati ya wale watakuwa waovu, there are people who are going to be made spotless. There are people who are going to be refined. There are people who are going to be purified. May you purify yourself. Malachi akasema chapter 3, when the Lord comes, you come like a refiner's fire. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who bring offerings in righteousness. Offerings that will be acceptable before the Lord. Praise the name of the living God. We rise against the spirit of sexual perversion. Praise the name of the living God. It is wreaking havoc in marriages, even marriages of believers. It is wreaking havoc in our young people. Praise the name of the living God. There are so many people. The Bible says you become a slave to whatever you give yourself to. Ukijipatiana kwa roho ya tamaa za mwili, unafanyika kuwa mtumwa. Na unafika mahali unakuwa sio wewe. Hiyo roho ikishuka, lazima ufanye kile ambacho inataka. Ina control maisha yako. Sio wewe una control. Yesu akasema, kwani haujajua yeyote anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi? Roho ya sexual perversion imeingiza wengi katika utumwa. Wako kanisani, lakini wakienda lazima wafanye mambo ambayo wanajua hata wao wanahuzunika. Kwa nini nafanya haya yote? Unauliza, apostle, tunawezaje kutoka kwa mambo kama haya? The Bible gives us a solution in the book of Psalms 51 and verse 17. The Bible says the sacrifices of God are a broken spirit,
a broken and a contrite heart, oh God, you not despise. Huyu ni Daudi. Wakati Nathan alikuja kwake akamwambia jinsi ya vile ambavyo amefanya kwa kuchukua mke wa Uria na akaweza kulala na yeye. Daudi baadaye ukisoma hiyo Psalms 51 ukianzia hata ukisoma hapo nyuma, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Praise the name of the living God. Surely you desire truth in the inner parts. You teach me wisdom in the innermost place. Let me tell you, church. Unajua kuna mambo hatutaki kuongea kwa uwazi hapa kanisani, lakini mambo ambayo yanakula maisha yetu, yanakula jamii zetu, yanakula the fabric of our communities and swallowing whole nations. Inameza mataifa. Juzi umesikia kuna watu wanataka kuingia katika mashindano ya sex. Praise the name of the living God. Iwe inafanywa kwa Olympic. Sasa unashindwa itakuwa inafanywa namna gani? Uovu. Galika ya uovu. Wewe ukifikiria kitu kama hiyo ni nini? Ambapo Mungu alicreate sex to be enjoyed in secret na ifanywe kwa siri. Sasa kuna watu wanasema wanataka kuiweka kama mpira na michezo mingine. Na kuna watu wamejitokeza wanasema wanataka kuparticipate katika hiyo mashindano. Na kuna watu wako tayari kutoa pesa ya watu kupatiwa kikombe. Defilement of the highest level. Ni kwa sababu shetani anajua kile Mungu anataka kufanya na lazima ahack. Praise the name of the living God. Afanye spiritual hacking. Na anajua one of the way he can do spiritual hacking, anajua the impact ya sex katika maisha ya mwanadamu, ya kwamba it is a covenant. It does not only involve your body, it involves your spirit. Praise the name of the living God. Hallelujah. Anajua neno la Mungu ya kwamba anayelala na mwanamke outside marriage, there is an exchange. Wanaingia katika maagano na makubaliano, na hapo ndiyo shetani anaanza kuchelewesha hatima za watu. Anaanza kuiba utajiri wa neema na vipawa Mungu ameweka ndani yetu. Oh, ninakataa kuporwa. Oh, I refuse to be hacked. In the mighty name of Jesus, your destiny will not be hacked by the enemy. The destiny of our young people will not be hacked. The destiny of our communities, in the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. Hallelujah. That is why even in our communities, even from the community I come from, tumeanza kuingia mahali pa kusema sasa hata kuwa na mpango wa kando sio shida. Kuna mambo tunataka tu yakubalike. Ukienda sehemu kama hizo North Rift ambazo tunaombea kuoa msichana mchanga sio shida. Unakuta wazee unapatiana msichana wako hata kama hajamaliza shule, it's not a big issue. Mzee wa miaka 80 anaweza kuchukua msichana wa miaka 16 and it's not a big problem. Lakini haya ni mambo ambayo Mungu anasema it is an abomination. It defiles the land. And one of the ways that we can be able to push these forces of darkness out of our lives, out of our families, out of our communities, out of the church, is when we face them. Praise the name of the living God. Is when we face them. Hallelujah. For the Bible says the kingdom of God suffers violence, and the violent shall take it by force. We are not going to fight defensive battle. Ati ukae tu hapo ukijikinga. We are going to fight offensive battle. Tutaenda katika kambi ya shetani na tunamwambia tumeona zile silaha unatengenezea kizazi chetu. You want to hack the destinies of our young people in the mighty name of Jesus through sexual perversion. Tumeona hiyo mitego, tunaiharibu, and we declare your snares are broken. Bwana asifiwe sana. But it's also good to mention that sexual perversion haijui age. Haijalishi kama you are young, you are old, you are married.
You have money, you don't have money. Hii haina boundaries, haijali. Kuna wale unafikiria it's because I'm not married. But let me tell you, it's a spirit. If you don't defeat it even when you are alone, even when you get into marriage, you never defeat it. You better defeat it from where you are in the name of Jesus. Because there are those who are being troubled and they are already in marriage, but the same spirit is pursuing their destiny. Praise the name of the living God. Hallelujah. The mountain of the family is under attack. Sometimes when you see even the things that people communicate and they want to even interact, even in social media, watu wamekosa aibu. Mambo yale ambayo hayangetajwa, hayangenenwa, watu wangeogopa. Siku ya leo watu hawaogopi. Wakati umechukua msichana katika ujana wake, unaharibu bikira wake, anapata mtoto pengine na mwingine, baadaye unamtupa. Inasema unakuja, unalia katika madhabahu ya Mungu. Mungu anasema siwezi kukusikiza. Kicho kilio ambacho unalia, kuna mwingine analia, na ni wewe unafanya alie. Ni wewe ulimletea zile shida. So wazazi, lazima tufundishe watoto wetu, wanapoharibu maisha ya watoto wengine, hata maisha yao haitakuwa sawa. Tusiwaambie ni dume, tusiwapongeze, tusisemee ni kijana ana shida, wasichana wajipange. Hapana, atakuja kuingia kwa ndoa na msichana mwingine, wengine hata anaoa mwingine, anatupa anaoa mwingine. Kazi yake ni hiyo, na yeye hatawahi kutulia, kwa sababu hawa wote amekuwa na maagano na wao. Network yake imekuwa hacked, na kwa hivyo na yeye kutimiza hatima yake itakuwa ni ngumu. Praise the name of the living God. Lazima tufukuze haya maroho katika nyumba ya Bwana. Praise the name of the living God. Leo katika nyumba ya Bwana watu hata waogopi vile wanavyovaa. Whereas your body is the temple of the Holy Spirit. Mimi naonanga kanisa, unaweza kuona building uone hii ni kanisa, hii sio bar. Na vile vile na wewe ukiwa temple, si watu wa kuangalia waone wewe ni temple. Praise the name of the living God ya Roho Mtakatifu. Hata kukuangalia tu hivi wanaona wewe ni temple ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba wanawake wa Kimidiani walifanya kuvaa mavazi ambayo yatavutia wana wa Israeli waingie katika dhambi. Na hii ilikuwa ni baada ya Balaam alijaribu kuwalaani, hangeweza kuwalaani. Akamwambia Barak, hawa watu there is a covering wako naye. Unless we hack their spiritual network, we cannot be able to attack them. Barak akauliza, how can we be able to hack that network ambao unashindwa kupenya? Akasema, you must defile them. Praise the name of the living God. Waingize katika uabudu wa miungu, waingize katika sexual immorality, and we are going to hack their network. Na wakati hivyo ilifanyika, maelfu walikufa siku moja. Jina la Bwana lipewe sifa. Shetani anaweza kukutafuta akukose, lakini anaweza kujua kwamba once he hacks your network of destiny, ataweza kukupiga na magonjwa na shida na kuchelewesha hatima yako, na unakuta katika maisha yako kuna anza kuwa na changamoto. Siku ya leo tuko hapa mbele za Bwana, tumwambie Bwana tusamehe the sexual perversions that we see in our generation. Tafarire no irugamirĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa Terrazzo na Tiles nĩyo Express Terrazzo and Tile Center. Ũngĩenda gwĩkĩrĩrwo Terrazzo kana Tiles na accessories ciacio ta cioro, sinks na indo icio ingĩ ciothe, no tũhũrĩre thimũ 0798 333 000 kana 0706 871-352 kana tucerere Eastern Bypass Kamakis mita 200 kuma RFH Hospital. Ni ukuona ifadiko cito. Express Terrazzo Center Bypass, you dream it, we fix it. So, mwanali wa Farodhi wa Thayo TV, how are you doing? Habari yako? Ngwihoka wi thayo wi sawa, Ngai ni akumenyereire, Ngai ni akugiteire.
Na rĩu rĩ ndikĩre wiki twĩna Madam CEO Madam Rose, karibu sana. Asanti. Geithia mwĩroreri. Wĩ mwega mwĩroreri wa Barothi TV. Hama rĩtwa nĩ Rosemary, CEO Site Point Properties. Very good. Area ĩkũ? Ofisi citũ ciĩ Kiambu Road, Runda Mall. All right. Yes. Na kuo gũkũ twĩna project ĩretwo Canaan Lakeview City, Naivasha. Very good. Tũramehingũria wiki igĩrĩ thiru. Exactly. And we are happy to announce atĩ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Yes. Tũtigĩtie broti cigana. Ithatũ. Peke yake na mũgũnda ũyũ wĩ handũ very strategic. Yes. Tondũ wĩ gatagati ka mĩkawa ya Naivasha ĩrĩa yũĩkaine mene akina Enachipai Yes. na Mount Longonot na thutha hena rami kilomita ĩmwe Yes. mwena ũyũ wa na mbere hena iria rĩa Lake Hena iria. Naivasha na ciothe nĩ ũraciona wĩ haha Kabisa. otiga mĩkawa ĩyo. Number 2 kuma haha gũthiĩ Naivasha town it is only 12 minutes. All right? Yes. Mũgũnda ũyũ rĩ nĩ mũgũnda ũngĩkwo maũndũ maingĩ Yes. kũringana na indo icio ndagũtarĩria. Ta kĩmwe farming, holiday homes. Yes. You can build Airbnbs, you can build getaway. No wakire nginya aciari. Yes. Umarehe gũkũ. Yeah. Na no ũrĩme. Oh yes. Wakega mũciĩ karitaya. Yes. Tũgũbange wega. 50 by 100 nĩcio size icio tũrengete. Yes. Na mũgũnda ũyũ nĩ title inclusive thĩinĩ wa bei ĩrĩa tũgũkũhe. Yes. Tũrendia atĩa? 700,000 ũrĩhe na 4 months. Yes. Na deposit nĩ 100,000. Yes. Deposit nĩ 100,000 peke yake. Peke yake. Atũwĩga tũtigĩtie broti cigana? Ithatũ. Yeah. 1 2 3. We na tĩri wa gũkũ ndũhana ũrĩa witũ wa Nyairobi. Tĩri wa gũkũ tũingĩraga na ngari nginya site ona rĩu ĩ haha no na twaneka show gũkiuraga na tũingĩrio na ngari site. Tũtirĩ twakwama. Koguo nĩ gatĩri karakũra nginya Gĩtũngũrũ ta kwa jirani nĩ gatĩri ũngĩiga mbũri kwĩna mbũri cirorũra gũkũ ta ici cia haha. Ona ũhande mĩtĩ. Hena mũndũ wakĩte haha, hena ũngĩ wakĩte hau, hena ũngĩ wakĩte haha, hena mũngĩ wakĩte harĩa, hena ũngĩ wakĩte harĩa, hena ũngĩ wakĩte harĩa. Na kwĩna kambuni ciendetie mĩgũnda gũkũ. Koguo meaning nĩ ihinda twetereire mambĩrĩrie gwaka. Haha kilomita ĩmwe gũikũrũka hena SGR nĩho ĩkĩragĩra. Rĩu rĩ mũgũnda ũyũ nĩ very fertile. Ũhande kabici, ũhande matharũ, ũhande nyanya, ũhande gĩtũngũrũ ta kĩu, karati. Kwanja nĩ mwaka na karati? Ona matunda. Rĩu rĩ no ũthũire Naivasha. Hatirĩ. Na rĩu nĩ tũkĩte Naivasha na kambuni ya Site Point rĩ na tũrendia 7,000 cash ũrĩhe na mĩeri ĩna rĩ. Deposit ya 100 rĩ wetereire kĩmũndũ witũ. Twatigia broti ithatũ tu na twendetie wiki igĩrĩ kũmatwarugũria Canaan Lakeview City, Naivasha. Anointirwo nĩ Apostle Jane Kamau and we are 2 weeks old here. Twatigia broti ithatũ. Andũ a Ngai icio ithatũ mũtikĩoe. Tũrĩkie ũhoro ũyũ. Tũhingũre kũngĩ. Namba cia thimũ nĩ 0798008008 kana 0710 550894. Tumagare.